Leo tunakuja kuangalia mfumo mzima wa kilimo cha tumbaku. Tukianza na eka moja. Eka moja ya tumbaku inaweza kukupatia shilingi ngapi? Yaani umewekeza kwenye eka moja. Hebu tuchukue tu eka moja. Inaweza ikakupa kiasi gani cha fedha ambacho kesho utajitahidi uweze kuongeza kilimo na uweze kufurahia kilimo hiki. Leo sitaki kusema tumbaku inalipa au hailipi. Nataka tufanye hesabu mbele yako kuanzia gharama ya kuandaa hekari moja, mbolea, dawa, culling mpaka mavuno na grading. Mwisho wa video tutajua mkulima kwa hekari moja amebaki na pesa kiasi gani. Sikilize kwa makini, tusafiri pamoja katika Dhahabu ya Kijani. Kumbuka usubscribe. Karibu Dhahabu ya Kijani Tobacco. Leo tunaingia kwenye kitu ambacho kila mkulima anataka kujua, ambacho ni faida. Tutatumia case study ya mkulima halisi, gharama halisi. Yaani hakuna kusikia. Pale ambapo tutatumia mfano, tutasema wazi kwamba ni mfano gani. Tunaenda sehemu ya kwanza. Tukianza na sehemu ya kwanza ambayo ni gharama, tuangalie kwanza gharama katika sehemu ya kwanza. Kwanza kabla tujaangalia pesa tunayoingiza, tuangalie pesa tunayoitumia, pesa inayotoka. Kwenye gharama tuna maandalizi ya shamba. Maandalizi ya shamba, kama we ni mkulima wa ukweli, unaweza ukaandaa mwenyewe. Eka moja sio kubwa, lakini kama unatumia pesa kuandaa shamba ni shilingi 40,000 hadi 50,000 hadi, yani tuseme kuanzia 50,000 hadi 30,000. Kwa tutumie 40,000. Sasa tukishatumia 40,000, hiyo 40,000 tuweze kuiweka pembeni katika kuandaa shamba. Lakini kuna nasari. Nasari ni namna ya kulea ile mimea, mbegu, nasari. Lakini kuna mbegu input, bei ya mbegu. Hapa mbegu unapata bure kabisa kwenye kwenye semina. Unapata kama unahudhuria semina, mbegu za heka moja unaweza ukazipata bure kwa bwana shamba na afisa ugavi kwa makampuni. Mbegu za heka moja. Kwa hapa hatuna bei, nasari hatuna bei, nasari ni wewe mwenyewe. Mbolea sasa. Tukija kwenye mbolea hapa, tunajua kwamba mbolea hapa ni ya muhimu sana. Kwenye mbolea ni ya muhimu sana kwa sababu mwisho wa siku mbolea inatakiwa itupe matokeo ambayo ni mazuri na yakinifu. Kwa hiyo sasa tumekuja kugundua kwamba mbolea ni ya msingi sana. Kwenye mbolea hapa, kwenye gharama za shambani, tumekuja kwenye maandalizi ya shamba. Hapo tutafanya mwenyewe tukaweka pembeni. Maandalizi ya shamba unaweza kufanya mwenyewe, lakini kama utafanya hapa, tumekubaliana kwamba tutumie 40,000. Tutumie 40,000. Kwa hiyo utagundua hapa kwamba tukitumia 40,000, tunaiandika hapa 40,000. Lakini nasari tumekubaliana utumie mwenyewe. Tumekuja kwenye mbegu, tumekubaliana ukachukue kwa mtaalamu wa kilimo. Tumekuja kwenye mbolea. Hii mbolea hapa, mbolea utaweza kukopeshwa kwenye vyama vya ushirika. Kwa mfano umeshajisajili. Kwa mbolea tutatumia mifuko 4 ambayo sasa sio bei. Wewe hapa umeshakopeshwa. Hii utakuja kukopeshwa mifuko 4 ya NPK. Lakini hapa utakuja tena utumie mfuko 1.5 au 1 wa kani, si ndio? Tuende sambamba. Tukija kwenye dawa hizi utakopeshwa. Dawa zitagharimu kama ni kiasi kidogo sana, kwa sababu hapa tutatumia dawa ya mchwa, tutatumia dawa ya maotea. Sana ndo dawa hizo ni za muhimu sana. Lakini tunakuja kwenye leba. Wale wafanyakazi wa hapa na pale,
hapa tunawahitaji kwenye kutifulia. Kutifulia eka moja mtaitifulia siku moja yani kwa wafanyakazi wa day worker, ambapo utawalipa 3,300 au 4,400 kuanzia saa 1 hadi saa 6. Utatafuta wafanyakazi 5. Utapata wafanyakazi 5. Kwa hiyo tuende kwenye hesabu. Wafanyakazi 5 tumewapa 4,000, hao ni 20,020. Sasa sisi tuweke 30,000, tuweke 30,000, ndio tuweke 30,000 kwenye leba, tuweke 30,000 kwenye leba, leba tuweke 30,000. Lakini kupalilia kupalilia utapalilia mwenyewe eka moja, ukijizatiti ndani ya wiki moja, wiki mbili unaimaliza. Tuje kwenye tifulizi. Tifulizi utatafuta wale sasa 5 tuweze kutifulia kwa wakati, tuweze kuwalipa 4,400, tuweke 30,000 tena, tuweke 30,000. Tunakuja kwenye topping na suckers. Hapa kwenye topping na suckers utafanya mwenyewe. Kwenye topping na suckers utafanya mwenyewe. Kwenye topping na suckers utafanya mwenyewe. Kwa sababu si eka moja. Upande wa culling hapa utafanya mwenyewe. Kwa hapa hakuna gharama. Upande wa usafirishaji utafanya kwa mfano usafirishaji hapo nao utokea hapa ni kama unalimia mbali, itakugharimu sana uweze kutumia pesa kutoka shambani kupeleka nyumbani. Lakini hapa kama unalimia karibu, itakulazimu ufanye mwenyewe. Lakini kama una usafirishaji hapa mwingine utakao tokea ni kuchukua tumbaku kutoka nyumbani hadi kwenye godown kuuza kwenye muda wa mauzo. Kwa hapa tuweke gharama, kwa sababu hapa gharama tu lazima, unaweza kuwa unalimia mbali utaepuka. Kwa hiyo tuweke kutoka shambani hadi hadi kwenye soko tuweke 40,000, ndio 40,000. Hapa tunakuja kupata jumla kwenye gharama sasa za shambani. Jumla tunakuja kupata hapa jumla tunakuja kupata 40,000 jumlisha 30,000, 32 unapata 1,40,000, ndio 1,40,000. Sasa 1,40,000 tujumlishe na mbolea za mkopo, mbolea za mkopo ambayo ni kani na NPK. Hapa kani kwa mfuko mmoja una bei ya kawaida ambayo tuchukulie ni 1,000,000. Mfuko mmoja na nusu tuchukulie ni 1,20,000. Iko hivyo 1,20,000. Lakini mbolea NPK hapa, mbolea NPK tuchukulie kwamba mbolea tumekopwa ina $63.89 mara 4. Tunakuja kupata gharama za dola hapa. Tukipata gharama za dola hapa, hii ni $300. Tupige hesabu kabisa, 63 mara 4 napata 2, 1, 12, 10. Hii 4 mara 6 ni 22, 24, 2 mara 6 24, 4 mara 6 ni 24, jumlisha ile 1, 23. Kwa hapa tunapata dola mia ngapi? Dola 232. Kwa hapa tunakuja kugundua kwamba hapa tuchukue tu dola 400 ambayo ni sawa na milioni 1, lakini haifiki. Mbolea 4, hizi mbolea 4 za mkopo zitakugharimu wewe sasa ni dola 232, dola 252, dola 252 kwa eka moja mbolea za NPK. Hapa tumemaliza.
dola 252, dola 252 jumlishe na laki1 ya kani. Si unaelewa? Hapa tunaenda vizuri, jumlishe na mbolea ya kani. Hapa ukisikiliza vizuri hapo utagundua kwamba tuna dola 252 ya NPK na mbolea ya kani ya laki1 na elfu 20. Hii unaweza kununua kwa sababu inanunulika. Lakini NPK lazima tutachukua kwenye kampuni. Kwa hii hapa hii dola 252 ni sawasawa na laki5. Laki5. Hii ni sawasawa na laki5. Kwa hiyo tuna laki6 hapa tayari. Tuna laki6 kujumlisha na ile mbolea, tuna laki6. Tuna laki6. Mfano tukizidisha hapo dola ngoja tuone dola 100 pata laki6. Tuweke tu laki7 jumlisha na ile mbolea laki8. Na ile mbolea ya tuchukue tunadaiwa hapa laki8. Simple tu. Laki8. Laki8 tujumlishe na ile laki1 ya nini? Laki1.5. Laki1 tuchukue na ile laki1 ya wafanyakazi shambani. Laki1 na elfu 40. Tunapata laki9 na elfu 40. Yaani tuende simple tu. Tuelewana mwishoni. Laki9 na elfu 40. Tunakuja tunapiga hesabu tena kwamba ni kipi kimebaki. Tunakuja kwenye mavuno. Sehemu ya pili, mavuno. Sasa tumefika upande ambao kila mkulima anasubiri ekari hii izalishe kiasi gani kilo. Hapa sasa kwenye kilo ya eka moja, hapa tutapata kilo ngapi? Hapa tutapata kilo 711. Ni kilo, kwa sababu hii nishaifanya eka moja, nishawahi kunizalisha, kwa sababu niboresha vizuri ambavyo nataka nikueleza hapa, Sasa navyokuwa nakueleza hapa ni kitu ambacho kilifanyika. Kwa hiyo tunapata kilo 711, wastani wa kilo 711. Sehemu ya tatu unakuja kwenye grading. Grading hapa ndipo hesabu inabadilika. Sio kila kilo itaweza kuwa na bei moja kwenye grading. Sasa hapa grading, hapa utapata mauzo kulingana na grade zako. Sasa unakuja kwenye grading. Sasa unaweza ukagrade wewe mwenyewe hapa, kwa sababu tumbako eka moja hauwezi kumpa mtu agrade. Lakini sasa kumbuka, tumbako eka moja ukitulia wewe mwenyewe ukaigrade itakuletea faida kubwa sana. Sababu tumbako eka moja sio kwa sababu hapa utapata mitumba 19 ambazo sawa na kilo 711 hadi 750. Si unaelewa? Kwa hiyo utapata mitumba 19 hadi mitumba 20 au 22. Sasa mitumba 19 mitumba 16, mitumba 16 hadi 20, mitumba 19 sorry, tutapata mitumba 19 na kilo 711, mitumba 19 na kilo 100 na kilo 711. Kwa hapo tunachotakiwa kufanya hapa, tushapiga hesabu za laki9 na elfu 40. Gharama zote laki9 imeanguka kwenye elfu 40. Hapa nimetumia gharama za shambani, gharama za kutumia kila kitu. Nienda naongeza zile laki kwa sababu ya chakula, lazima watu watakula, lazima kuna dharura nini. Umeona bwana? Kwa hiyo hapa unakuja kugundua kwamba sehemu ya grading unaweza grade mwenyewe. Kwa mfano tunakuja sasa kwenye grade. Kuna grade 1, grade 2, grade 3. Sasa hapa grade 1 hapa, kwa sababu tumbako yako imezalishwa sana, unaweza kuzalisha
yaani robo ya hii tumbaku ni grade 1. Robo ya hii tumbaku ni grade 1, lakini nusu ya hii tumbaku ni grade 2, lakini robo tatu ni grade ya 3, robo iliyobaki. Kwa hapa tumbaku iliyozalishwa sana ni ya kwako ni nzuri. Sehemu ya 4 tunakuja kwenye mapato. Baada ya kujumlisha madaraja yote mapato yetu tuweke jumla. Sasa iko hivi, sisi tumepiga hesabu zote zikaangukia kwenye 900,040, si ndio? Yaani matumizi ya eka moja tumepiga hesabu tukaangukia kwenye 900,040. Sasa tunaenda sokoni, si ndio? Sokoni hapa ukiuza vizuri wastani lazima naomba nisikilize kwa makini. Hapa utauza kiasi kifuatacho. Hapa kwa eka moja utauza thamani ya shilingi, soko liko vizuri, nielewe, soko namba moja, soko liko vizuri, utauza thamani ya 2,500,000, si ndio? Utauza 2,500,000 ambao ni sawasawa na dola 1,000, ndio twende sawasawa vizuri hapa, dola 1,000. Hapo soko ni zuri na nina wastani, ndio. Lakini soko baya hapa namba 2, soko yake baya utauza 2,000,000 ambayo sawasawa na dola 800. Unaelewa mauzo hayo? Haya, soko kama ni zuri sana utauza dola 1,300, tuseme 1,200, si ndio? Dola 1,200 ni sawa na 3 kasoro, tuseme 3,900,000, 3,900,000. Sasa milioni sio 3,900,000, 2,900,000, 2,900,000. Tunakuja sasa hapa soko ndo linatubeba, na nitakiwa litueleze kama inatupa bei gani. Lakini soko likiwa zuri, likiwa la wastani, nimekueleza vizuri. Soko likiwa la wastani tutauza 2,200,000, likiwa zuri tutauza 2,200,000, lakini likiwa baya sana tutauza 2,000,000. Sasa kumbuka matumizi yetu tuliyotumia shambani ni 9,040,000. Umeona? 9,040,000 tuchukue ni sawasawa na 1,000,000, tuiue 1,000,000 tu kwa gharama za bei ya eka moja. Kumbe sasa hapa tutakuja kuona kwamba hapa hesabu yetu tutaarrange wapi. Namba 1, kama soko letu ni la wastani, tumeuza 2,205,000, ina maana hapa faida ni 1,500,000, si ndio? Hapo kama soko letu ni la wastani. Namba 2, kama soko letu ni baya, tumeuza 2,000,000, umeona, hadi 1,108,000, hapa faida yetu ni 800,000, ndio. Hapo unaweza kupata 800,000, 600,000, 500,000 kama soko ni baya. Namba 3, kama soko ni zuri sana, tumeuza 2,209,000, hapa tunapata 1,109,000. Umenielewa? Sasa hapo ndo unakuja kujua kwamba tumbaku faida yake iko wapi. Kwa hiyo sasa turudi kwenye gharama. Tumepata mapato, tumepata gharama, tumepata matumizi. Kwa hiyo tuchukue, ili tuweze kupata faida tuweze kuchukua mapato tulio mauzo tuweze kutoa na gharama, tutoe gharama, tupata faida katika nyanja kuu 3 ambayo nimekuelezea, kama soko ni baya, kama soko ni zuri, kama soko ni la wastani. Sababu mwisho wa siku soko linatuathiri sana. Kwa sababu unaweza ukagundua kwamba sehemu iko wapi mbaya, sehemu nzuri iko wapi nzuri, sehemu mbaya iko wapi, kwa unaweza ukajua. Kwa hiyo sasa
unaweza ukajiuliza. Lakini sasa swali muhimu, je, mkulima mwingine mwenye hekari hiyo hiyo anaweza kupata tofauti na hivyo? Inaweza katokea, anaweza kapata sana, anaweza kapata kidogo, kwa sababu mavuno, quality ya grade na gharama za bei ya vinaweza vikatofautiana. Kwa hiyo nataka tufanye hii kuwa series. Kama unataka nifuate hekari moja kutoka kupandikiza mpaka, kwanza andika hekari moja kwenye comment. Wakati tukianza kilimo nitafanya hivyo, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha msingi sana, nataka tuendelee kujifunza. Kwa hiyo sasa, usipime mafanikio ya tumbaku kwa kusema kwamba nimepata kilo nyingi nitauza. Jiulize, nimemaliza kwa gharama gani, lakini pia nimepata quality kiasi gani na nimeuza kwa thamani gani. Kwa hiyo subscribe Dhahabu ya Kijani Tobacco, kwa sababu kwenye video hii inayofuata wakati wa mavuno, kwa video nyingine nitakuja kuja kuonyesha wakati tukiwa shambani. Sasa wakati wa msimu nitakuja kuonyesha tukiwa shambani. Tukiwa shambani nitakuja kuonyesha kwamba video ile utakuja kuikumbuka kwamba tukiwa shambani nitakuja kuonyesha mambo yafuatayo, mambo yanayoathiri mkulima, mambo ya magugu, mambo ya uchunguzi, mambo ya nini, nitakuja kuonyesha. Kwa hiyo subscribe, tuendelee kujifunza. Na hapo nimekupa hesabu ya eka moja ili wewe uweze kujiuliza kwamba nakosea wapi, nakosa wapi. Lakini eka moja unaweza ukapata faida kama hizo hapo, nitakuandikia hapo, utaweza kuona, utaweza kugundua, utaweza kujiuliza kwa nini haya mambo yanatokea, na yanatokea kwa sababu gani? Yanatokea kwa sababu watu tunaingia humu kwa vitu ambavyo hatujapata elimu kuhusu hiki kitu. Kwa hiyo tukiwa tunapata elimu tu tunaizingatia, tunaitumia. Unaandika kwenye comment